Akaniuliza, wewe lini unakwenda kuchukua fomu? Nikamwambia fomu gani? Sema kwani hujui watu wanachukua fomu gani sasa hivi? Nikamwambia hizi watu sasa wanachukua hizi fomu za urais. Asema hizo mimi sitaki. Mimi sina interest. Yeah. Akasema lakini wakati mwingine ukiwa yule ambaye pengine ana mwenyewe hafikiri kwamba ana interest, pengine ndio anayefaa. Watu wanakuzungumza sana. Nikamwambia si wanazungumza watu, lakini si kwa hiari. Basi tukazungumza. Akasema tumekaa na mzee fulani, tumezungumza hapa, tukaona na wewe ndio ukachukue fomu. Nikamsikiliza, lakini haku kwa Kiswahili hakunipatiliza. Maneno yake yale hayakuniconvince. Kwa mimi nikatoka nikarudi zangu ofisini. Akagundua kwamba yule bwana yule baada ya muda akaja Kinana. Hata siku mwangu na nafasi muulize. Akaja Kinana. Secretary ananiambia yuko waziri wa ulinzi hapa. Akaona waziri wa ulinzi anakuja tena usiku. Na wakati kulikuwa na masuala fulani hivi ya mahitaji ya jeshi, na nilikuwa nimeshawapatia. Alipokuja ngambia, bwana wewe vitu vyako vyote kwenye jeshi nimekukamilishia ulivyo maombi yako, kuna nini tena kipya saa hizi usiku? Asema mimi sikuja kwenye mambo yangu ya jeshi yale. Sasa kaniambia, ulikwenda kumuona rais usiku huu? Nikamwambia sikwenda, kwa sababu mimi mazungumzo yangu na rais wangu hakuna lazima waziri mwenzangu kujua. Sasa ningemjibu ndio, angefunguka. Sasa kwa sababu nikamwambia sikwenda, akawa anapata tabu juu ya anaanzaje kuhusu alichotumwa. Basi nikamwambia mimi sijaenda. Una hakika hujaenda? Sasa nikamwambia mimi ndio mwendaji, sikwenda. Basi yakamshinda kusema. Akasema basi sikiliza bwana, kama umekwenda hukwenda, lakini hayo ulioambiwa hayo uyazingatie, take that seriously. Nikamwambia asante, nenda. Kwa hiyo basi tukaachana. Akaenda, karudi zangu nyumbani kwenye saa 5 hivi, kwa sababu kutayarisha budget speech ni kazi ngumu kweli. Yani maana pale mnaangalia vitu vingi, lakini kikubwa zaidi kuliko yote ni namna gani tutaukuza uchumi huu kuwe. Na wakati ule kwa nimeingia kwa waziri wa fedha katika mazingira ya magumu sana. Wabia wetu wa maendeleo wote wameshasusa. Wakati wamesusa kuisaidia Tanzania. Kwa hiyo kazi yangu ilikuwa ngumu kweli, na assignment yangu niliyopewa na mzee Mwinyi, hakikisha wabia wanarudi, wanarudi. Ikawa. Kwa hiyo basi sio leo. Basi nikaenda kulala asubuhi sana mapema. Sasa nimelala late. Asubuhi nikaambia kuna wageni, nikaenda chini. Sasa nilikuwa nimevaa bukta na t-shirt yangu. Nikamkuta pale yuko Samuel Sita, Edward Lowassa na Rostam. Kenda kumuuliza Rostam, Sita bana amefariki, Edward anaumwa. Basi kama leo vipi jamani, mbona asubuhi leo? Sasa sisi tumekuja hapa tunataka tuzungumze. Sasa tuzungumze nini? Tuzungumze habari ya kuchukua fomu. Sasa fomu zipi?
hizi za kugombea urais. Kama mimi sina interest. Lowassa huyo ana interest, mwambieni Lowassa aende. Lowassa anasema na wewe kama uende na mimi siendi. Kwa imekuwa sasa tumefika mahali tunabishana tu. Basi tukaanza usipoenda siendi, usipoenda siendi, usipoenda siendi. Nikakumbuka na yale ya jana. Kaona labda kama vile kuna kamtandao hivi, kuna ka coordination hivi basi. Kwa hiyo ndio nikasema jamani, nikamwambia lakini sasa mimi sasa hivi ni waziri wa fedha, nashughulika na budget. Ukishaenda kuchukua fomu, wakati unatakiwa uzunguke upate signature za watu za wana CCM 250 katika mikoa 10. Miwili kati ya hiyo ni ya Zanzibar. Sasa mimi sina time ya kuzunguka. Na muda wenyewe tubakia nao muda mdogo ili tuwe budget. Kama mimi nikisema nikianza huu mzunguko huu, nikianza huu mzunguko, budget haitasomwa. Sasa budget isiposomwa ni kwamba tu nchi nzima imekwama kwa sababu waziri wa fedha anatafuta urais. Kasema basi. Wakasema wewe kajaze form tutengeneze utaratibu, wala huna haja ya kuzunguka. Kaona kila ukipiga hivi wanajibu hivi. Mwishoni tukakubaliana okay fine, basi twendeni. Wacha twende. Sasa kitu tumepanga leo hii. Yani tuondoke leo, twende. Sema leo hii twende. Sasa tunakwendaje? Sasa tumepanga utaratibu wa ndege. Sema jamaa kweli wamenipania. Basi kwa nikasema singoja, nikaenda kuoga, nikavaa. Kiwango akatoa nadhani alikisha kwenda zake shule, kwenda Mbuyuni pale kwenda kusomesha. Basi mimi nikajiondokea, na katue na simu zenyewe za mkononi hazipo, kwa hiyo si hata kumpigia simu darling kwamba mimi ningekuwa kwa siku hizi ningesema nimesepa. Uwezi. Kwa basi tukaenda zetu. Na tulipotoka pale wakasema bwana, na mwalimu alikuwa yuko mjini. Kwa hiyo akasema Samuel Sita akasema twendeni tukamwage mwalimu, tumwambie tunakwenda. Sasa basi twendeni. Kwa tumekwenda pale, mwalimu akaja. Sasa mimi mara nyingi nilikuwa na kwenda kumsalimia, akaniambia Jakaya, mbona leo umeniletea watu wengi? Akaniambia safari sio yangu. Huyu mzee Sita huyo ndio mwenye safari yake. Basi akaanza kusema unajua mwalimu, tumewashawishi hawa vijana wakachukue fomu, basi wamekubali kwenda kuchukua fomu. Okay. Mwalimu akasema sasa uchaguzi tunao. Basi. Kwa hiyo ndio tukatoka pale. Tukaenda zetu. Tukachukua fomu, tukarudi. Wakati tumerudi pale Youth League walikuwa wameshaandaa kwa magari. Kulikuwa na gari moja inakuja Tanga, Moshi, Arusha kujaza fomu. Nyingine ilikuwa inakwenda Morogoro, Mbeya, Iringa, Mbeya. Maana ilikuwa muda zenyewe siku ni kidogo kweli. Na nakumbuka na Said Sukwa akawa ndio amekwenda Unguja na Pemba ili kukamilisha ile mizigo. Kwa hiyo within 3 days tulikuwa tumekamilisha mikoa yote ile 10, lakini pale Dar es Salaam tukafanyia pale ofisi ndogo pale. Watu kaita watu wakaja pale Lumumba wakatujazia form pale to symbolize. Baada pale mimi nikaendelea na kutayarisha hotuba yangu. Kwa hiyo basi baada pale ndo tukaendelea na mchakato. Kaenda kule Dodoma, raundi ya kwanza nikaongoza, raundi ya pili Chali, basi Mzee Mkapa akapata. Kwa hiyo ndio hivyo nilivyoanza mara ya kwanza. Sasa baada ya pale 95 na kushindwa pale sasa ndio hamu ya urais ikanijia. Yaani baada ya pale kasema kumbe kitu inawezekana. Na wakati nilikuwa naogopa kweli, nasema yani kitu sikujiandaa. Nikiwa itakuwaje? Nilipofika Dodoma kwanza nimechelewa kufika kwa sababu nilikuwa na kazi ile. Basi
kwanza basi nilikuwa na kazi ya wizara, nilichelewa kufika, lakini nilipokwenda pale wakawa wameahirisha ule mkutano. Nikamkuta John Komba, Mungu amrehemu, akaniambia wewe nenda mkutano kesho. Wewe nenda tukapumzika, lakini hapa ikiwa 5 wewe umo, ikiwa 3 wewe umo tu. Nikaona ya mambo haya yatakuja kuwa makubwa kweli. Basi ndio tumekwenda na mchakato hivyo, hatimaye ukafanikiwa. Sasa baada ya pale sasa ndio nikawa nimepata ilhamu, kwa sababu nilisha ndio wanangu hao. Kwa sababu baada ya pale 95 sasa kwamba kumbe kidogo niwe kidogo niwe. Nikasema hapa sasa, pale nikaanza kujenga interest, na kwa sababu naanza kujenga interest, kwa nilianza kutengeneza mawazo yangu sasa, kujiandaa kimawazo kwamba sasa nikiwa rais mambo gani sasa nitayapa kipaumbele. Ndio hayo sasa, unaona. Kwa hiyo ndio pale ndio maana nilikuwa na vitu vingi, lakini katika ile miaka ile 10 ile, lakini tumeweza kufanya mambo mengi sana, kwa sababu nilikuwa kipindi kile cha 95 2005 nilikuwa tayari sasa nilikuwa najiandaa kwa ile na kwa jinsi nilivyo behave pale, maana katika mazingira mengine vijana youth league wale wamekasirika kweli. Kwanza unajua utaratibu wakati huo, hii ni kura maoni tu, aliyeshinda ndio huyo, hakuna lazima kufikia zaidi ya nusu, lakini wakabadili pale iwe zaidi ya nusu. Tuliporudia zaidi ya nusu ndio nikakosa. Youth league wamekasirika kweli. Nakumbuka alikuwa mwenyekiti wa vijana wa mkoa wa Dar es Salaam wakati ule, Masaburi leaders, pale kwenye mkutano mkuu pale waliposema tunarudia, akasimama kuuliza, hii kura ya maoni tu, kwa nini mnarudia? Kaambia kaa chini. Kwa hiyo wamekasirika kweli, lakini nilipokwenda pale nikazungumza, basi tukaanza kupata sasa hamasa, lakini chama kikaweza kubaki kwa kimoja. Baada ya pale nikaonekana kama vile nilikuwa tayari mrithi kuelekea 2005, na nimeweza kutayarisha mawazo yangu. Kwa ndio maana ilipofika 2005 nilipochaguliwa kuwa mgombea, nikatengeneza timu ya wataalamu wa kunishauri, wengine wa afya, wengine wa mambo ya uchumi, wengine hivi. Kwa nilipokuja kuwa